Nenda katika historia yako mwenyewe. Kwa nini Tanzania? Tunafyeka pori, tumkamate bundi huyo, tumtie ndani ya tundu. Hizo nyimbo hizo kwamba zinahamasisha askari wetu, lakini zinawakatisha tamaa. Yani wale kama wataka kumkamata bundi wamtoe manyoya yake, wamtie kwenye tundu. Kwa hiyo mapambano, mnapoelezea historia ya vijana wetu, na hatua ya pili ikaandikwa. Hapo kwenye kuandikwa ndo African Liberation Heritage Program inapokuja. Aandike nani na tuandike vipi? Nenda katika historia yako mwenyewe. Kwa nini Tanzania? Moja, jiasesi we mwenyewe. Wewe Tanzania unapakana na nchi nyingine 8. Sawa? Unayo bahari. Nchi hizi zingine ambazo zinapakana na uwanja wa mapigano, aliyekuwa karibu ni wawili. Ilikuwa Malawi na Zambia. Zambia zote mbili zilipata independence 1964. Zambia walikuwa wazalendo kweli kweli, lakini baada ya kupata uhuru Zambia, Waingereza waliendelea kuongeza jeshi lao pale kwa muda mrefu. Kwa hiyo wasingeweza kuwa active kama ulivyokuwa nyinyi wewe hapa. Malawi bado unamjua. Haya, aliyekuwa karibu next anapakana nao kule ni Mobutu, DRC. Any one of these angeweza kuongoza mapambano bara la Afrika? Any one of these ndio kutajia. Moja, Zambia was too young wakati ule. Malawi ndio msimamo wake, unayojua. Nani DRC ndio msimamo wake. Kwa hiyo the only rational choice ya mahala watu wameshakomaa hata kisera ndikuwa nyinyi tu hapa. Kwa sababu ya hizi sera zenu za hapa za kwamba Mwalimu anasema nchi hii hatujajisikia kwamba tuko huru mpaka maeneo mengine ya Afrika yamekombolewa. Ukiondoka kauli ya Nkrumah, mwingine nani alikuwa nayo isipokuwa Nyerere? Kwa hiyo nyinyi haikuwa ajali, ilikuwa sababu ya utu wenu, sera zenu na utayari wenu. Mwasisi wa taifa hili Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika hotuba yake katika Baraza la Kutunga Sheria LEGICO mwaka 1958 alieleza kwamba, anasema kwamba sisi Watanganyika tungependa kuwasha, tena hakusema mwenga, kuwasha mshumaa, baadaye kija kutafsiriwa kuwasha mwenge na kuweka juu ya mlima Kilimanjaro ili umulike nje ya mipaka yetu. Nakumbuka maelezo yale kwamba ulete, alieleza vitu hivyo. Lakini fikiria, mshumaa ni kitu kidogo sana. Mshumaa juu ya mlima Kilimanjaro, ambayo inaonyesha kwamba hata kama ni kidogo, lakini chenye nia njema kitatoa nuru itakayoleta faraja kwa maeneo fulani. Kwa hiyo Tanzania baada ya kupata uhuru wake bado ni nchi changa, lakini bado ilianza kama mshumaa kwenye mlima Kilimanjaro. Ilianza kushughulika na kuleta furaha, kuleta upendo, kuleta matumaini kwa jamii nyingine ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, katika kuhakikisha kwamba watu wanaondokana na ukoloni, wanaondokana na ubaguzi wa rangi,
wanaondokana na adha za kila aina. Kwa kipindi cha miaka 10 tulifundisha kwa mamia madaktari hao, manesi na wengi. Sasa hawa waliokuwa wanafuzu katika hiki chuo ndio waliokuwa wanapelekwa mstari wa mbele kwenda kupambana na Kaburu. Manake Kaburu alikuwa amebomoa miundombinu yote ya afya, ya elimu katika maeneo mbalimbali. Sasa baadhi ya vyama mathalan SWAPO na hasa kama kina ZANU na wa Mugabe, walikuwa kuna maeneo walikuwa tayari wameshayakomboa, lakini yalikuwa hayana huduma. Kwa hiyo hawa wanafunzi wetu ndio waliokuwa wataalamu wa kwenda kusaidia kutoa huduma katika sehemu hizo walizokomboa na pia katika mstari wa mbele kwenye mapambano haya. Kwa hiyo wakuu wote ya Mugabe, Nuyoma walikuwa wakija yani mara kadhaa kuja kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wao. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa taaluma ilikuwa ni lazima wanione mimi ili waweze kujua taarifa za wanafunzi wao. Kwa kweli hii ilikuwa ni wito wa Mwalimu Nyerere. Kwanza alisema uhuru wa Tanganyika peke yake hautakuwa na maana bila uhuru wa nchi jirani. Na harakati za ukombozi zilipoanza, nilikuwa na cheo kidogo jeshini. Nilianza kushiriki nikiwa sergeant kwa ajili ya kupeleka vifaa hasa na Chingwea, vifaa mbalimbali vya utawala na vingine vya mapigano, kwa sababu ukiwa kwenye kitengo cha logistic ndio kazi zako. Nilishiriki hivyo mpaka nilipotoka kozi Uingereza, nikapandishwa cheo kwa lieutenant, nikawa kotamasa wa Nachingwea. Kwa hiyo kazi zikaongezeka zaidi na nikajua mambo mengi, namna kuferi vifaa, kuwapelekea wapigania uhuru wa FAM 17 na maeneo ya mpakani. Kuendelea mpaka baadaye nikahama kwenda maeneo mengine, lakini karudishwa ni kwa Lieutenant Colonel kabla ya uhuru wa Mozambique. Kwa hiyo niliendelea kushirikiana na wale wapigania uhuru kwa kibali cha makao makuu ya jeshi. Yale ambayo niliagizwa kuyafanya nilikuwa nayafanya. Kwa hiyo baadaye nikawa mkuu wa kikosi cha wapigania uhuru wa Zimbabwe. Nikiwa kule Nachingwea nilishika vikosi viwili, kikosi cha TPDF na kile cha wapigania uhuru. Walikuwa wengi, maelfu. Tukamaliza, waka pass out, tukawasindikiza. Baadaye nikarudishwa Dar es Salaam kuja kufanya kazi zingine mpaka wina litani. Mwalimu alipoona shughuli zio hivi, busara yake ilimwambia vita hii ya kupambana na wakubwa wale Afrika Kusini walikiwekeza pale ni Marekani na Waingereza. Anglo American Corporation ni makampuni ya Marekani na Waingereza. Unapambana nayo namna gani kama mwelewani na wawekezaji wale? Kama mwelezi ninachotaka. Akaondoka kenda Marekani. Marekani, wewe nyinyi sina katiba hapa. Inasema all men born equal. Kaambia ndio. Sisi tunatawaliwa kule. Nadhani sawa sawa. Sema kwa kweli utawali si sawa sawa. Akaenda kwa Uingereza, akawaambia hilo. Akaenda kwa Ujerumani, akaenda kwa Faransa. Wote akaenda kuambia kwamba eleweni. Na kawaambia katika kufanya hili tutazungumza.
tutazungumza lugha ya kawaida. Kama tuelewani tutapaza sauti. Kama tuelewani tutapaza sauti. Kama hata baada ya kupaza sauti hatuelewani, hata baada ya kupaza sauti tutapigana. Tutapigana kwa nini? Tutakuwa tunatetea utu wetu, kwa sababu binadamu hawa lazima watetee watu wao. Kitabu hiki Freedom and Liberation, ziko hotuba za Mwalimu juu ya watu kutetea utu wao. Iko hotuba moja humu anasema Mwalimu, if men cannot live as men, they will at least die as men. Binadamu asipoheshimiwa utu wake atakufa akitetea utu wake. Ndio maana Tanzania pamoja na yani maskini in inverted commas, lakini tumetoa mchango mkubwa sana katika ukombozi wa bara la Afrika. Hakuna nchi yoyote katika Afrika ambayo inaweza kulinganisha na sisi. Tumewezesha kuanzia Msumbiji, Zimbabwe, Namibia, South Africa, Zambia, wote hao walikuwa na ofisi zao Dar es Salaam wakiwa hawana cha uhuru wala nini, ni vyama tu vya ukombozi. Lakini ni Tanzania ndio iliyokuwa inawafadhili, na jeshi letu ndilo lililokuwa lina wafunza wapiganaji wa SWAPO, ANC, PSC, na ZANU PF sehemu mbalimbali. Nani hapa nadhani hilo mtakuwa mmelipata. Na Chingwea wapi hata hapa Morogoro kulikuwa na makambi ambako ndiko Bagamoyo, ambako ndiko walikokuwa wanafundishwa hawa maaskari, ndio waliokwenda kupambana na Kaburu mpaka akamfika maji shingoni, akawa tayari kutoa uhuru wa hizo nchi. Kwa hiyo na yote hiyo ni Tanzania. Sikuambieni nani walikuwa makatibu wakuu wa kamandi ya ukombozi bara la Afrika. Tulianza na Sebastian Chale mwaka 1964 tulipoanzisha kamati ya ukombozi bara la Afrika. Baadaye katikati hapo akaja George Magombe. George Magombe alimkabidhi Brigadier General Hashim Mbita ambaye amekuwa katibu mtendaji wa Liberation Committee kutoka 1972 mpaka 1994 walipovunja kamati ya ukombozi. Ametufanyia kazi kubwa, na nchi za SADC kwa kutambua umuhimu wake huu wameandika kitabu, waliweka project Mbita project. Kwanza walimpa nishani, alipata nishani Mbita, lakini walianzia project Mbita project, na imetoa vitabu karibu volume 12. If you are interested, so many. Baada ya nchi yetu ya Tanzania kupata uhuru, Mwalimu Nyerere baada ya kuona hili eneo ni sahihi kuweza kuwasaidia wenzetu au nchi za kusini mwa Afrika ili na wao waweze kupata uhuru, alilitenga rasmi ili kuweza kuzisaidia nchi za kusini mwa Afrika, na eneo hili lilitengwa kama kituo cha kijeshi ambapo nchi kutoka kusini mwa Afrika, nikimaanisha Angola, Msumbiji, South Africa, Namibia, walikuwepo hapa kupata mafunzo ya kijeshi ili waende kuzikomboa nchi zao. Mimi mzaliwa wa Rufiji, lakini nimekuja Morogoro mwaka 1978. Mwaka 1978 ndio mwaka alifika wapigania uhuru wa ANC, tukiwapokea nikiwa hapa Mazimbu. Babangu aliletwa kwa ajili ya kufanya kazi ya ufundi wa corona. Then baada ya hapo tukakaa mwaka 1980 tukahamishwa humu Mazimbu kwa ajili tuwapishe wapigania uhuru wa ANC wabaki peke yao, wao wakitokea Kongo Dodoma. Kwa sababu ya kuletwa Morogoro hapa Mazimbu ni eneo la chini kabisa katika maeneo yote. Mtu ataka akipita barabara kuu hapa hawezi kupaona. Kwa hiyo wale waliletwa kwa ajili ya kufichwa hapa.
Kwa hiyo walipewa na maeneo makubwa ili kwa ajili ya kujenga ili eneo ya wapigania uhuru wa Mazimbu, wapigania uhuru wa Afrika Kusini. Nao walikuwa kuna ANC, walikuja na Wazambia, walikuja na Botswana, walikuwa nao hapa wachache, lakini wengi walikuwa wapigania uhuru wa Afrika Kusini kutoka Kongo kuja hapa. Kituo hiki kabla hapo awali wapigania uhuru hawajafika hapa Dakawa, wakitokea katika kambi ile ya Mazimbu, haya yalikuwa ni mashamba, namaanisha mashamba ya Watanzania wenye asili ya Kiasia. Na wote tunakumbuka kwamba mara baada ya nchi yetu kutangaza azimio la Arusha mwezi Februari mwaka 1967, wale waliokuwa wakiishi humu ndani na kufanya shughuli zao au wakulima wenye asili ya Kiasia wengi waliyakimbia makazi haya kwa sababu shughuli zao na siasa ya wakati huo ya Tanzania vilikuwa viendi sawa sawa. Kwa hiyo waliyatelekeza mashamba. Ndipo mwaka 1982 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anamwagiza aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Morogoro Mama Ana Abdalla kwamba aende akaangalie kama tunaweza tukapata eneo lingine kubwa zaidi ya Mazimbu kwa ajili ya shughuli za hawa wapigania uhuru wenzetu wa chama cha ANC. Shule ya sekondari Farm 17 iko katika eneo ambalo linaitwa Farm 17. Inaitwa Farm 17 kwa sababu ni eneo ambalo lilikuwa ni shamba namba 17. Kabla ya uhuru, nchi yetu ilikuwa inakaliwa na wakoloni. Wakoloni walianzisha mashamba mbalimbali katika wilaya ya Nachingwea. Katika wilaya ya Nachingwea kulikuwa na mashamba namba 1 mpaka shamba namba 17. Kwa hiyo eneo hili ni shamba namba 17. Jina hili liliendelea hata baada ya uhuru. Baada ya wakoloni kutoka, nchi yetu ilikabidhi eneo hili. Kama tunapojua kwamba nchi yetu ilikuwa inapambana kuhakikisha nchi zote za kusini mwa Afrika na Afrika nzima kwa ujumla zinapata uhuru. Kwa hiyo katika kutekeleza hilo kwa vitendo, baba yetu wa taifa alitoa eneo hili kwa nchi ya Msumbiji ili wajifunze, wafanye mafunzo ya kijeshi na baadaye nchi yao waweze kuikomboa. Kwa hiyo nchi yetu ilisika kwa kiasi kikubwa na walipata mafunzo chini ya jeshi letu la wananchi wa Tanzania. Hapa katika eneo hili la Farm 17 walikuja mwaka 1970. Kwa hiyo wakawa wanapata mafunzo ya kijeshi. Kuanzia mwaka 70 huo wakatengeza miundombinu, kuna majengo ya kudumu na majengo ya muda walitengeneza. Hapa walijenga nyumba ya viongozi wakuu, moja wapo ni hayati Samora Machel ambaye alikaa hapa. Sisi tunaita ikulu ya Samora kwa sababu alikuwa anakaa rais, naipa heshima ya ikulu. Na walijenga pia nyumba ya mawasiliano inaitwa Signal House, iko hapa, lakini pia kuna jengo la utawala. Lakini kuna na nyumba pia za kudumu ambazo walikuwa wanakaa walinzi wa Samora, pamoja na majengo ya muda ambayo walikuwa wanakaa wanajeshi. Kwa hiyo walipata mafunzo hapa ya kijeshi kuanzia mwaka 1970. Walipoona wako tayari, wakaanzisha mapambano ya kuikomboa nchi yao. Sasa nchi yao, mapambano hao nakumbuka na historia inasema walianza mwaka 1974 mwezi Juni. Walikwenda wao mstari wa mbele, lakini pia jeshi letu la wananchi wa Tanzania walikuwa wako nyuma kuwasaidia. Programu hii inatusaidia kututambulisha kwamba kumbe Tanzania ndio hawa. Mwalimu Nyerere ndio wale. Sasa inatusaidia kila tunakokwenda kutembea kifua mbele, na tunapokwenda kwenye kupigania uhuru wa kiuchumi, tunapigana tukiwa na msuli wa aina fulani ambao chimbuko lake kimsingi ni tuliyofanya wakati ule ambayo yanaakisiwa na programu hii. Lazima tuandike sisi wenyewe, na ndio moja ya sababu kubwa ya African Liberation Heritage ni kujaribu kuweka historia yetu sisi wenyewe. Lazima iwe kwa maandishi, kwa vitabu vyetu sisi wenyewe na wataalamu ambao tunao. Lakini katika kazi hiyo unawapata watu washiriki wa kutusaidia. Mmoja wapo wakubwa kabisa washiriki katika swala hili ni UNESCO. UNESCO wamekuwa wameshirikiana sana na Tanzania katika kuendesha seminars mbalimbali. Moja ambayo niliona ilikwenda vizuri sana ni ile ya kwenda kuwasaili wazee walioshiriki katika mapambano.
Programu ni yetu, tumeanzisha sisi wa Tanzania. Kwa hiyo tumeanzisha tukiwa na sababu, malengo ndio hayo, kwamba tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba hayo tuliyokusudia yanatekelezwa. Bahati mbaya tu imechukua muda mrefu, miaka mingi imepita, lakini moja inayozungumzwa ni kwamba itatafutwa eneo kijengwe kituo cha urithi wa ukombozi. Kituo hicho kinapaswa kuwa na makumbusho, museum. Kinapaswa kuwa na makumbusho, kinapaswa kuwa na jengo la maonesho ya sanaa na filamu ambazo mnasema mtaendelea kutengeneza. Kinapaswa kuwa na eneo la nyaraka mbalimbali, mnasema mtaambia Tanzania walete nyaraka walizonazo za maandishi, za picha, zitakuwa kule. Itakuwa na kituo kitakachokuwa na kumbi za mikutano itakayofanywa kuhusu ukombozi na historia ya Tanzania na bara la Afrika. Inapaswa kuwa na kituo ambacho kinawawezesha watu kufanya utafiti juu ya ukombozi, maana utafiti haujakamilika, itaendelea kufanya utafiti. Sasa ni kituo kikubwa. Sasa ni lazima Tanzania itafute rasilimali za pesa na watu kujenga na kuendesha kituo hicho. Na kituo hiki kwa mujibu wa programu hiyo itakuwa ni kituo cha Afrika, kwamba kumbukumbu zilizomo na kila kitu kinachofanywa humo sio cha Tanzania tu. Tanzania ina sehemu yake na itakuwa ni sehemu kubwa, kwa maana kwamba ndiye alikuwa mratibu, ndiye alikuwa mwenyekiti wa nchi za mstari wa mbele, ndiye aliyekuwa anafanya mambo mengi hapa. Ilikuwa ni njia panda hapa, nyingi zinakutana. Sasa lakini kituo hicho kitakuwa na nafasi kwa nchi nyingine za Kiafrika, kwamba ukiingia mle unaweza ukaona mchango wa Nigeria katika ukombozi wa bara la Afrika. Utaona mchango wa Algeria, utaona mchango, yani nchi zote ukiingia mle utaziona. Kuna mchango wa nchi zilizokuwa zimeshakuwa huru, kwa hiyo zilichangia kukomboa nchi nyingine. Lakini kuna mchango wa nchi zilizokuwa zinatawaliwa, lakini baadaye zikajikomboa. Zilijikomboaje? Historia ya kujikomboa na mapambano utayakuta kwenye ama makumbusho au kwenye jengo la maonesho ya picha au kwenye. Kwa hiyo mambo yote haya yanapaswa yawepo. Kwa hiyo ni kujenga kituo kikamilike, tuweke vile vinavyohusu Tanzania, lakini tuziombe na nchi za Kiafrika na nyingine nje ya bara la Afrika. Kuna nchi zimesaidia ukombozi wa bara la Afrika ambazo si ziko nje ya Afrika, kama nchi za Caribbean, nchi za Scandinavia au Nordic, Norway, Sweden, Finland na Denmark walitoa mchango mkubwa sana katika ukombozi. Nchi za iliyokuwa Soviet Union walitoa mchango mkubwa sana, na kuna picha nyingi mnazo, kina Rais Putin wa sasa wa Urusi alikuwa anafundisha wapigania uhuru, na nilikuwa namuona mara kadhaa akija Bagamoyo kukutana na wapigania uhuru wa kutoka nchi za kusini mwa Afrika. Sasa watu hawa vitu vyote hivi inabidi viwe na mahala ambako unaviona, ambayo inakamilisha kazi iliyokusudiwa. Kulikuwa na wazo likaandikiwa taratibu na mfumo wa utekelezaji. Sasa matokeo ya matendo haya ndiyo jukumu la Tanzania.